Herode alipata shida moyoni mwake kwamba utawala wake unashtuliwa. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa nguvu za Yesu mahala pale. Kwa sababu jina la Yesu sio jina la kikundi cha dini. Naye anasema kwamba alikuja ulimwenguni kuwakomboa watu. Watu gani? Walio na dhambi. Hakusema kwamba ni wa dini fulani, yaani dini fulani na dini fulani, hapana. Yeye alikuja Yesu kuwakomboa watu wote. Kama muujiza ni kitu kinachotokea nje ya akili ya mwanadamu, kwamba mwanadamu anasema iwe hivi, lakini Mungu anasema hapana, iwe hivi. Madaktari wamekupima wakasema we ni mtu wa kufa, lakini una nafasi ya kuita jina la Yesu na ukaomba uponyaji na ukapona. Ni mapito tunapitia na yana muda wake, usikate tamaa, usife moyo. Kwa taarifa ambayo nataka niwaambie kwamba Mungu alipotuumba hakutuumba na ugonjwa aina yoyote. Hatakuwa na ugonjwa. Magonjwa yamekuja kutokana na namna ya akili, mtindo wa maisha, vyakula tunavyokula. Changamoto inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo magonjwa yameingilia hapo, lakini magonjwa pia yametokana na uasi. Na uasi unazungumzwa hapa, hata ukisoma katika bustani habari ya Mwanzo 1, habari Mwanzo 2 pale pako wazi kwamba huyu mwanadamu huyu Eva alipoanza kumsikiliza nyoka badala ya kumsikiliza Mungu, ndio shida ilianzia hapo. Na huyu Adamu alipoacha kumsikiliza Mungu akamsikiliza Eva, ndio shida ilipokuwepo hapo. Kwa hiyo matatizo yote tunayopata ni kutokana na kwamba tumeacha kumsikiliza Mungu, tumeanza kusikiliza watu wengine. Eva anamsikiliza nyoka, na nyoka yeye hajamweka Eva katika bustani ya Edeni. Kwa nini Eva amsikilize nyoka? Na huyu Adamu amewekwa pale na Mungu, na siku zote anamsikiliza Mungu, na huyu Eva siku zote anamsikiliza Mungu. Kwa nini Eva amsikilize nyoka? Na kwa nini Adamu amsikilize Eva? Hapo ndio kosa lilipoanzia. Na ndio shida yote ilipoanza hapo. Je, sisi tunajisikiliza ndani au tunasikiliza watu wa nje? Unakula vyakula vya sukari kila wakati. Hauli mboga za majani, huli matunda, wewe muda wote unakunywa bia, unavuta sigara. Baada ya hapo unategemea afya itakuwaje? Ninaomba ndugu zangu wote tuache hivyo vitu, tumfuate Yesu Kristo. Yeye ni njia ya kweli na uzima milele. Kama tunavuta sigara tuache. Kama tunakunywa pombe tuache. Kama tunafanya mambo maovu tuache, kwa sababu Mungu anatutaka tuwe tunatenda matendo mema. Mungu anataka tuondokane na uovu. Kwa kufanya hivi, tukimfuata Kristo na tukichanganya na matendo mema, hatutavuta sigara, hatutavuta bangi, hatutakunywa pombe, tutakuwa watu wema na watu safi, na tutafuata asili ya chakula chetu ambacho kimetokana na mimea, ambacho kimetokana na mbegu, ambacho kimetokana na matunda, ambacho kimetokana na mizizi, kama vile Mwanzo 1:29 naposema kwamba Mungu akaona hapana, sasa ngoja niwape mimea inayozaa nini? Mbegu, mimea inayozaa nini? Matunda, mboga za majani viwe vyakula vyetu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Turejee Eden, tufate utaratibu huo, na Mungu atubariki katika afya zetu. Tuenende katika jina lake. Asanteni kwa kunisikiliza, na Mungu awabariki sana. Shukrani.